Karibuni watoto wenzangu katika kipindi cha Toto Juu. Jina langu ni Monifa Shukia. Leo nawaletea wimbo mzuri kuhusu hisabati. Karibuni msikilize. Watoto, je, mnapenda hisabati? Watoto bwana. Na vipimo. Hisabati. 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 Hisabati naipenda na nitaendelea kuipenda. Ni lugha ya kisayansi, wote tunaitumia. Nasemaje? Wote tunaitumia, ndio maana niko hapa kuja kuwaambia. Tunatumia namba, idadi kuitaja 1 2 3 4 5 6. Una miaka mingapi? Namba utaisema. Dukani umetumwa, pesa utapewa. Kitu gani ukikitaka, bei utauliza. Kuna nini hapo? Hisabu zimetumika. Asubuhi ikifika, shuleni utakwenda. Saa ngapi utafika? Muda utautaja. Ukitaja muda, namba utazisema. Hisabati ni muhimu, hakika na kuambia. Unapotembea hatua unaongeza. Tendo la kuongeza ndio kujumulisha. Nini unashangaa hapo? Jambo limekwisha. Unashangaa nini wewe? Jambo limekwisha. Mchele ukichambua, chuya utatoa. Nini umegundua? Usichoke kufikiria. Tendo la kutoa ni tendo la hisabati. Matendo ya hisabati bana yanajulikana. Hisabati ni muhimu, huwezi kuikwepa. Usalama ni muhimu, mahitaji kugawana. Hiyo ni hisabati, tendo la kugawana. Nasema hiyo ni hisabati, tendo la kugawana. Hisabati inasaidia matatizo kutatua, ndio maana ni muhimu ubunifu kutumika. Teknolojia za kisasa hisabati zinatumika, lengo kurahisisha mambo tunayotaka. Bado kuna maumbo kwa macho utayaona, hata usipoyaona kwa mikono utagusa. Vipimo utatumia vitu kuvijenga. Ukitaja umbo dogo, umbo kubwa utalijua. Ukitaja urefu, ufupi utausema. Ukitaja umbali, karibu utasema. Hivyo ni vipimo, hakuna wakubisha. Hisabati ukisijua, hakuna wakukutisha. Vingi utajifunza, vishaja nitakuonyesha. Huo ni mstatili, wapo ni mraba, hiyo pembe tatu. Nini kimetokea? Tumepata nyumba, ona na madirisha pia. Kama umeelewa basi wote shangilia. Jamani, nawaambia hisabati naipenda. Na sisitiza kweli, jamani naipenda. Nikifanya usafi hisabati natumia. Mara 2 ninaoga, ni tendo la kurudia. Sasa hiyo mara ni tendo la hisabati. Sifa za hisabati siwezi kumaliza yani. Asubuhi nikiamka hisabati naziwaza. Usiku nikilala hisabati naiota. Hapo nimemaliza. Nani hajaelewa? Mmeelewa eh? Haya. Hisabati. Ni nzuri hisabati. Hisabati. Naipenda hisabati. Hisabati. Ni nzuri hisabati. Hisabati. Naipenda hisabati. Hisabati. Ni nzuri hisabati. Hisabati. Naipenda hisabati. Jamani, wimbo ulikuwa mzuri eh? Hebu tusikilize wenzetu walioko kwa kijiji cha Nyandira. Nao wanasemaje kuhusu wimbo? Kwa mimi nilivyoelewa, nimeelewa hisabati ni mawasiliano. Kitu cha kwanza kabisa tujue mawasiliano ni nini. Mawasiliano hupeana taarifa kwa namna mbalimbali, kwa alama, kwa maandishi, kwa maneno na hata kwa ishara. Sasa twende tukaangalie kwa nini tunasema hisabati ni mawasiliano. Mfano, nimeagizwa dukani mchele kilo 2. Nikafika mpaka kwa muuzaji nikamwambia nataka mchele kilo 2. Kilo ni kipimo na vipimo viko katika hisabati, na 2 ni namba
na namba ziko katika hisabati. Sasa twende tukaangalie hisabati itakuwa wapi kati yangu mimi na muuzaji, mpaka muuzaji ajue kwamba mimi nataka kiasi gani cha mchele. Natakiwa nimueleze kwamba mimi nataka mchele kilo 2. Pale hisabati imeshaingia, na yeye muuzaji akitaka pesa yake ni hisabati tena imeingia, kwa sababu mchele kilo 1 ni shilingi 1,600. Mchele kilo 2 ni 3,200. Pale tena ni hisabati. Ndio maana tunasema hisabati ni mawasiliano, kwa mimi nilivyoelewa. Hisabati. Katika ule wimbo nilisikia hisabati ni maisha yetu. Tunaposema hisabati ni maisha yetu ya kila siku, inamaanisha ya kwamba hata unavyoniona hivi nimependeza, hisabati imetumika. Sasa tuangalie hisabati imetumika kivipi. Hisabati imetumika pale ambapo nimekwenda kwa fundi ili kunipima ili kushona shati yangu. Maana fundi hawezi kushona shati bila kipimo. Natakiwa kujua vipimo. Kwa hiyo tendo la vipimo ni hisabati. Kwa hiyo alinipima upana wangu wa mabega na urefu kutoka kwenye mabega hadi hapa. Nilimwambia niishie hapa shati langu. Kwa hiyo kujua tu kipimo ni hisabati, kwa sababu vipimo viko katika hisabati. Hisabati. Mimi katika wimbo nilisikia hisabati ni mawasiliano, hisabati kutatua tatizo. Kwanza kabisa, kabla ya yote, nataka kueleza kwa ninavyoelewa mimi hisabati ni kutatua tatizo. Tatizo ni kitu kinachokukosesha furaha, kinakukosesha amani, kinasumbua akili yako. Sasa nitawapa mfano wa hadithi moja. Kulikuwa na watoto 2 na machungwa 8. Waligawana sawa kwa sawa, nusu kwa nusu, huyu 4 na huyu 4. Wakaondoka majumbani kwao wakiwa na furaha, na siku nyingine wakakutana tena, wakapata machungwa 4. Wakagawana sawa kwa sawa, nusu kwa nusu, huyu 2 na huyu 2. Wakarudi majumbani kwao wakiwa na furaha kabisa. Sasa siku nyingine wakapata machungwa 2, wakagawana sawa kwa sawa, nusu kwa nusu, moja kwa moja. Wakarudi nyumbani kwao wakiwa na furaha. Sasa siku ya mwisho wakapata chungwa 1. Wakaanza kugombania, hili chungwa nakula mimi, na huyu anaanza kusema hili chungwa nakula mimi. Nikauliza, kwa nini mnagombania hili chungwa? Hili chungwa nataka kula mimi sababu liko 1. Na huyu nitamuuliza naye atasema hili chungwa nataka kula mimi sababu liko 1. Tutamwambia okay sawa, nitalichukua ile chungwa kisha nitalikatanisha kati kwa kati, nusu kwa nusu, vipande viwili vilivyo sawa, na kila kipande kinaitwa nusu. Kujua nusu ni hisabati, na kuligawanya lile chungwa pia ni hisabati. Kisha nitawapa lile chungwa, watakula, watafurahi. Pale ndio ikawa nimetatua tatizo kwa kutumia hisabati. Hisabati. Jamani, kumbe ukijua hisabati unaweza kutatua migogoro. Kweli hisabati ni muhimu. Hisabati. Mmeelewa Sasa tumsikilize mwenzetu Glory, naye anataka kutueleza kuhusu matumizi ya hisabati kwenye kilimo. Hisabati. Naitwa Glory. Hapa tupo kwenye shamba letu la shule. Darasani tunajifunza hisabati. Katika hisabati tunajifunza vipimo. Vipimo ni hisabati. Leo nataka kuelezea hisabati inavyotumika katika kilimo. Ukiangalia kutoka mche huu hadi mche huu ni umbali wa mita 2. Mita ni vipimo. Vipimo ni hisabati. Kwa nini sasa hapa kuna umbali wa mita 2? Ni kwa sababu kivuli cha mche mwingine hakitakiwi kiguse kivuli cha mche mwingine. Inatakiwa yote ikae kwa nafasi ili ipate mwanga wa kutosha iweze kukua vizuri. Sababu nyingine hai miti kukaa mbali. Miti ikikaa karibu inagombania chakula. Ikikaa mbali kama hivi, mizizi yake inaweza kutambaa vizuri.
Hisabati. Hebu tuangalie hisabati katika kilimo cha biashara. Huu mche mmoja wa kahawa ukihudumia vizuri unaweza kutoa kilo 6, na kila kilo moja ya kahawa inauzwa shilingi 7,000. Hapo hisabati imeshaingia katika kilimo. Kwa hiyo mkulima akijua hisabati atajua nipande miche mingapi na nitavuna kilo ngapi na nitauza shilingi ngapi. Kwa hiyo sasa mmeona hisabati inavyoweza kutumika katika kilimo, lengo kupata mazao bora. Hisabati. Kwa hiyo mmeona hapo, hata shambani kuna mpangilio, na kuwa na mpangilio mzuri wa vitu au mambo, hiyo ni hisabati. Na hapo kwenye mpangilio hisabati imetumika. Hisabati. Jamani, kuna wenzetu wanatumia lugha ya alama. Hebu tusikilize ndoto zao. Hisabati tunaipenda. Hisabati tunaipenda. Tushangilie hisabati. Jamani, mmeona ndoto hizo? Na kweli watafikia ndoto zao. Hisabati. Najua mmeburudika na kujifunza mengi kuhusu hisabati. Hadi mara nyingine tena, kwaherini.